harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo. Masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithu ma. Puani. Huyu hapa anadai ya kwamba Qur'ani imeruhusu mwanamume kumuingilia mkewe kinyume na maumbile kama mlivyomsikia. Lakini je, ndivyo Qur'ani inavyozungumza au huyu amebuni ya kwake ambayo amebuni kisha kayatupa kwenye Uislamu? Bila ya shaka huyu ni mchafuzi, ni muharibifu. Na tahadharini na hawa watu rawafidha. Mkiwaambia kwamba rawafidha au mashia rawafidha ni waovu, bali ni makafiri, nia yao ni kuchafua Uislamu, hawana jema lolote walilokuwa nalo. Anadai ya kwamba inajuzu kumwendea mwanamke kinyume na maumbile. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fil Islam ityani almar'a fi dubur, katika Uislamu kuendea mwanamke kinyume na maumbile, yani aljimaa fi tahta sharji, kumwendea kinyume na maumbile, hukumu yake muharramun inda jumhur, wanazuoni wote wa kisalaf wa ahlu sunna wanasema ni haramun. Wa huwa min adh-dhunub, bali ni miongoni mwa madhambi allati urida fiha alwaid, miongoni mwa madhambi ambayo ni makubwa kabisa, yaliyowekea adhabu maalumu. Atakayefanya hivyo ataadhibiwa kwa adhabu iliyokuwa kali. Allah tabaraka wa taala anasema katika suratul Baqara, ni sura ya pili aya ya 223, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Sadaqallahu alazim. Allah anasema ya kwamba wake zenu ni mashamba yenu, wake zenu ni mashamba yenu. Fa'tu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Anna shi'tum, vyovyote mtakavyo. Akaleta hizi tafsiri alizozileta hapa, tafsiri kama ya aliyekumbwa na mapepo, tafsiri ya kilevi, bali mlevi hawezi kuwa na tafsiri kama hii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anajificha kwenye maganda ya karanga. Mtazame, Allah tabaraka wa taala anasema nisaukum harthu lakum, harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu, wake zenu ni mashamba yenu. Ili neno harthi halizungumzi, maanake analiacha kisha anaruka, anazungumza mbio mbio, ameishia kwamba ni mashamba kisha anarukia kwenye anna shi'tum, fa'atu harthakum anna shi'tum, kwa sababu apate malengo yake. Anaacha mubtada anakwenda kwenye khabar. Ni mtihani sana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ya kwamba wake zetu ni mashamba yetu, na maana ya shamba kila mtu anafahamu. Hakuna mkulima ambaye atachukua mbegu aende kuitia kwenye shamba, isipokuwa ana malengo, anataka ile mbegu itoke ndani ya ardhi, ikomae, kisha itoe matunda au nafaka, kisha avune. Kwa hiyo shamba lilokusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sehemu ambayo mtu akiweka mbegu itaota na itoe matunda. Hakuna mkulima mwenye akili timamu, mwenye akili yake inafanya kazi, atachukua mbegu aende aweke kwenye mwamba, kwenye mlima wa mawe. Maana zile mbegu zitakauka, zitakufa, hazitotoa matunda, au ndege watakuja wataokota, watakula, hazitatoa mazao. Bila ya shaka hii tafsiri ni tafsiri aliyotoa kwa shetani, wala si tafsiri ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza aya kama hii ameiweka wazi
wazi kabisa, hata mtoto mdogo wa chekechea hawezi kuja na tafsiri kama hii, lakini amengangania annashi'tum. Neno annashi'tum amefasiri alivyofasiri katika lugha ya Kiarabu, wala hatuna shida na alivyofasiri tafsiri zote tatu. Annashi'tum popote, kwa maana ya sehemu, kama itakuwa ni nyumbani kama alivyosema, kama itakuwa ni sokoni, kama itakuwa ni harusini, sisi hatuna shida na huko. Na maana ya pili alivyosema vyovyote, vyovyote hatuna shida na hapo, lakini anapoleta tafsiri ya kwamba kupitia njia yoyote, hapo kuna tabu, kwa sababu wanazuoni wetu wa Ahlu Sunna wametuwekea wazi, wanasema harthul lakum, harthul lakum maana yake mawdi' alwalad ay alfarj. Maana ya harthul lakum maana yake ni sehemu ambayo ikiwekwa mbegu itatunga mimba, atazaliwa mtoto. Ay alfarj, kwenye uke wa mwanamke, na sio huko kwenye mlima wa mawe, kwa sababu ukiweka mbegu zako kwenye mlima wa mawe hazitoota. Walidhalika bayyana ulamauna al-ajillah, na wanazuoni wetu watukufu wakatubainishia ya kwamba itian, wakatubainishia ya kwamba kumwendea mwanamke iliyozungumzwa annashi'tum min ayi jiha, yani kutokea upande wowote, yani kutokana na mkao wowote uliozungumzwa hapo. Ni mkao, kama utatokea kwa nyuma ahlan wa sahlan, kama utakuja kwa mbele kifo cha minde ahlan wa sahlan, kama utatokea ubavuni ahlan wa sahlan, lakini laisa fi dubur, sio nyuma, kuingiliwa kinyume na maumbile. Kama utatokea ubavuni, lakini hakikisha penetration, yani uume unapita kwenye uke, sio njia nyingine. Haya si matusi, kwa sababu jamaa wameamua kuweka wazi. Hatuna budi kuwafundisha watu na kukemea huu shetani wa watu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ata haidan, atakaye muingilia mwanamke ambaye iko katika siku zake, au imra'atan fi duburiha, au akamuingilia mwanamke kinyume na maumbile, au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unsila ala Muhammad, au akamuendea mfumu mchawi na kaamini alichomueleza, huyo atakuwa amekufuru yaliyoshushwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hii hadithi ni sahihi, amepokea Abu Daudi na Tirmidhi, na wamesahihisha jamaa katika ulamaul hadith. Wajaa aidan, na imekuja hadithi nyingine, mal'unun man ata mra'atan fi duburiha, bali amelaaniwa atakaye muendea mwanamke kinyume na maumbile, iko na laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linakuja swali, hal yajuzu lilzaujati an tatluba dhalika, hal yajuzu lilzaujati an tatluba dhalika, je, yafaa mwanamke kumomba mumewe kumuingilia kinyume na maumbile? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zama tulizokuwa nazo ni zama za mwisho. Kuna wanawake mashitani, yani yeye ndiye anamwambia mumewe amuingilie kinyume na maumbile. Tena anakuambia kabisa, kama mimi sikuingilia kinyume na maumbile sipati ladha wala sisikii raha yoyote ya tendo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawabu lake, la yajuzu an tatluba dhalika, la yajuzu an tatluba dhalika, haijuzu aombe kitu kama hicho, wala haimkiniki kwa mume kukubali. La ta'a baina zawjaini illa fil ma'ruf, hakuna utiifu baina ya wanandoa isipokuwa kwenye mambo ya kheri. Laisa fil ma'siya,
na isiwe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jitahadharini sana na hawa watu. Huyu mtu anakuja amevaa kilemba na kanzu na dunia inamuona kama ni Muislamu, lakini dunia ya watu ambao si wasomi, hawajui sheria za Kiislamu. Hizi ndizo sheria za Kiislamu. Uislamu umesema ni haramu. Huyu akisema inajuzu, mwambieni atu hadithi moja tu inayokubali hicho kitu au aya, kwa sababu aya iko wazi, imesema nisaukum harthul lakum, nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba. Iko wazi, na shamba nia na mazumuni ya mtu kuandaa shamba ni ajili ya kuweka kilimo na avune. Ikiwa kama mtu atachukua mbegu zake akaziweka kwenye mwamba, kwenye mlima wa mawe, bila shaka hakuna mavuno, hakuna mazao. Shamba ni sehemu maalum ambayo mtu anakuwa amechagua, akaiandaa vizuri, akaiwekea mbolea, kisha kaweka mbegu, kisha zile mbegu zinaota, zinamea, kisha baadaye zinatoa mazao. Ndiyo nia na mazumuni na malengo ya mkulima bila ya shaka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumbuka, anazungumza kwa mifano, ni majaza akiliya, ni katika njia ya mifano, kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akizungumza na watu ambao walikuwa ni wakulima, walikuwa wanaishi kwa kufuga na kilimo zama hizo. Na sisi ambao tumekuja tunaelewa ya maana ya shamba,